Siku zote unafikiria kwamba chanzo kikubwa cha kufanya uweze kushika ujauzito ni kushiriki tendo la ndoa. Hapana. Actually inabidi ufahamu jambo hili. Ni muhimu sana. Kama una mwenzako basi msikilize video hii wote kwa pamoja. Iko hivi, watu wengi wanafikiria njia pekee ya kufanya wewe uitwe mama ni pekee labda kushiriki tendo la ndoa mara kwa mara au kushiriki ngono mara kwa mara. Ingalikuwa hiyo ni mojawapo ya starehe, lakini haikufanyi wewe ukaweza kuitwa mama. Kwa sababu kuna vitu ambavyo mwilini ndio vina control maisha yetu yote. Tena kwenye upande wa uzazi, vitu vikubwa ambavyo vina control lazima vikae stable ndio uweze kuitwa mama. Cha kwanza, unaposhiriki tendo la ndoa sio jambo pekee ambalo linakufanya ukaitwa mama. Ingalikuwa ni njia ambayo inafanyika ili mbegu ziweze kuingia ndani, lakini pia homoni ziweze kuitika na mayai yakiweza kukutana ndio kuanza kutunga kile kiumbe. Lakini inabidi ufahamu kwamba ndio maana kuna njia zingine za kupandikiza mtoto uweze kufanya uweze kuitwa mama, kama vile njia mojawapo ya IVF. Kwa hiyo unapojaribu kutaka kushiriki tendo la ndoa na kuweza kupata mtoto, actually watu wengi wamekuwa wakifeli kipengele hiki, kwa sababu licha ya kwamba kila mtu anafahamu kushiriki tendo la ndoa ndio njia pekee ya kufanya wewe kuitwa mama. Sasa inabidi ufahamu haya. Kadiri ya mwili wako unapozidi kuwaza sana na kuzidi kupata mategemeo ya kupata kitu fulani au kupata ujauzito kwa wakati huo unaposhiriki tendo la ndoa, ndipo unapozidi kuharibu, kwa sababu unazidisha stress na msongo wako wa mawazo unazidi kuwa mkubwa. Hivyo kumbuka kwamba ubongo ndio ina control kila kitu. Katika ubongo kuna sehemu ambayo ina control hizo hormones kama vile estrogen na progesterone. Kwa hiyo unapozidisha msongo wa mawazo au kuwaza sana kupata mategemeo, ndipo unapozidi kuharibu zile hormone, kwa sababu siku zote unapozidi kuwaza mwili nao unakuwa unapata response ya kuonyesha kwamba kiwango kikubwa cha hormone inawezekana kikapanda sana au kashuka sana. Kwa hiyo hata mwili pia, yale mayai, zile process zote za kufanya mwili uanze kuitika au kupokea mtoto na kuanza kutunga kile kiumbe mwilini, basi mlolongo huo pia unakuwa unapotea au unakuwa haukai sawa kama vile zamani. Kwa hiyo unapojaribu kushiriki tendo la ndoa, wewe shiriki tu kama vile ni sehemu mojawapo ya kuenjoy, lakini matokeo ya kuonyesha kwamba ni njia mojawapo ya kuweza kushika ujauzito ni baada pale ya kupata ujauzito. Lakini usio unafikiria sana kwa kuweza kwamba kupata ujauzito, ingalikuwa kwamba hapo ndipo unazidi kuharibu sana. Kwa hiyo unapojaribu kushiriki tendo la ndoa, hakikisha tu kwamba usiende na zile stress kwamba inabidi sasa hivi uanze kuitwa mama. Of course, lakini unazidisha kiwango kikubwa cha stress. Hapo ndipo wanawake wengi sana huwa wanakosea. Ndio maana unakuta kile kipindi cha nyuma ambacho wewe ulikuwa hautegemei kushika ujauzito, ulishika kwa sababu hayo mawazo ulikuwa nayo. Lakini sasa hivi umekuwa umeishi kwenye ndoa muda mrefu sana. Kwa hiyo unapozidi kuwaza ndipo unapozidi kuharibu. Kwa hiyo ubongo unabidi upate response ile ya raha, hormone ya dopamine izalishwe kwa wingi, ili mwili pia uweze kuwa free na kurelax na kuachia hormone zingine kama vile za uzazi, ili uweze kuitwa mama. Hilo ndilo jambo letu la leo. Kumbuka hii ni Safe Men na Tiba. Until next time.